Ilikuwa asubuhi siku moja, Bwana Sagoma akiwa katika usingizi mzito sana. Amelala katika usingizi akiota njozi za hapa na pale. Lakini pembeni, basi na yeye kujua, alikuwa akisogea nyoka mkubwa sana katika mti ambao amelala. Mara ghafla Bwana Sagoma anashtuka na kutazamana na nyoka uso kwa sura. Anaruka chini na kumkimbia, anasevu so. Basi Bwana Sagoma inakuwa ndio kumekucha. Huyu ni mtu wa kale katika zama za Stone Age, zama ambazo walizokuwa akiishi bwana huyu. Hakukuwa na pesa, hakukuwa na nguo, hakuja kuwa na Instagram wala YouTube wala hakukuwa na mitandao yoyote ya kijamii. Ni zama za mwaka 110, miaka ya zamani kabla kufikia miaka 1000 huko. Ndio inasadikika ni binadamu wa kwanza ama ni binadamu wa mwanzoni kuanza kuishi katika nchi za Afrika. Anaamka na kuanza kufanya matembezi yake, mara anakutana na mdudu huyu hapa. Mdudu huyu huwa anakula mchwa, hivyo ndio vyakula vyake vya msingi. Anamtazama anavyokula, anaingiza ulimi bwana. Anaingiza ulimi ndani ya kichuguu, alafu anavuta wale wadudu na ndio yeye anapata riziki. Sasa Bwana Sagoma anaona hiki. Anajaribu kumfukuza huyu mdudu hapa, jaribu kumkimbiza hapa, na yeye anakwenda kuiga kile kitendo alichokuwa anakifanya. Anamuona kwamba alikuwa anaingiza ulimi, alafu mchwa wale wanashika kile kidole, alafu anawala wale wadudu. Sasa naye akajaribu hii kuona inawezekanaje. Akachukua mti, kaona kidole chake akifiki, akaenda kujaribu kama alivyokuwa anaona ule ulimi ulivyokuwa ukiingia pale. Tukumbuke hawa ni watu wa zamani sana, watu wa zama hizo za miaka ambao hawajui kupika, hawajui kufanya kitu chochote kile. Lakini anapata ilhamu hapo. Basi anaingiza kijiti na mara anatoa mchwa na yeye anapata riziki ya kula. Ndio anajifundisha kumbe ndivyo inavyokuwa. Basi sasa yeye anakula mpaka mti ule, kwa sababu yule mdudu aliyekuwa kila hawa mchwa, yeye alikuwa anaingiza ulimi. Kwa hiyo ulimi wake unaingia ndani. Sasa huyu naye anaingiza mti, muda mwingine anakula mpaka mti. Lakini hapa anajifunza kitu hapa. Anakula mchwa sasa. Basi akawa amekula mchwa wake, akawa ameshiba. Sasa anatoka na kufanya safari yake ya kwenda kusikojulikana. Manake katika dunia amekuwa ni mpweke. Amekuwa ni mpweke sana, hana mke, hana hichi, hajui chochote. Tunaogopa kusema kama ni Adamu huyu, kwa sababu watu wa imani watatusema, watatuuliza, manake historia inakwenda kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Sasa video yetu haiendani na maudhui hiyo. Basi kila kitu akawa anakula. Hapa alimuona nyani. Hapa kila kitu akawa anakula tu. Hapa amefika naona nyani amekula, basi na yeye akawa ameiga na yeye anakula. Lakini kila kitu anaiga. Ameona nyani anakula na yeye anakula, akaona mdudu anakula mchwa na yeye anakula. Hapa anakula katika nyuki. Sasa anakula katika asali. Anashangaa. Maana kidogo nyuki wanaanza kumsumbua, wanamuuma sana. Basi nyuki amemuuma, anakimbia sasa kwa kukimbia. Mwanadamu wa kwanza kila kitu anashangaa. Sasa nyuki alimfanyia noma sana, akamkimbiza sana, akakimbia sana, akatafuta kujitetea, akatembea sana. Tembea sehemu ndefu sana, kwa muda mrefu, nyuki akawa amenyata sana maskini. Anakwenda katika barabara na kuzama kama nyuki. Sasa wana tabia wao wanakuwa juu, wanazunguka hapo juu ili kuweza kuona kama wanaweza kuibuka. Sasa uwe na pumzi kwamba unapoingia ndani ya maji ukae kwa muda mrefu. Ukishindwa basi wao watakubidi juu, utakapoibuka wataendelea kubidi.
Naona huyu bwana alikuwa na pumzi ya kutosha sana, kuogelea ndani ya maji kwa kufanya safari ya kusogea sehemu nyingine. Wanyama wake pia waliachana naye wakaondoka zao. Sasa huyu bwana yuko ndani ya maji anapiga mbizi na samaki huku, basi inakuwa namna hiyo. Tukumbuke hii ni miaka ya zamani sana, miaka 120 kabla hatujafikia miaka 1000 na kidogo. Ni miaka ya zamani sana kiasi kwamba mwanadamu anajifundisha mazingira ya dunia kidogo kidogo. Hajui chochote, hajui kupika, hajui hata kufanya mapenzi, hajui ataongezeka vipi, hajui atafanyaje. Basi atembea hivyo kama anavyotembea, akitazama dunia katika mto pembeni. Fika sehemu anaona kitu hapa. Kuna mtu wa kushangaa, pia kitu anashangaa hapa. Anaona basi anamwokota na anatembea naye. Nafikiri hiki kitakuwa ni kitoweo hichi, lakini nadhani kwa zama zake yeye, sidhani kama atapika. Nadhani atamla tu basi na kunywa. Bwana kweli bwana. Sasa samaki analiwa akiwa mzima, maskini ya Mungu, hajachemshwa, hajatiwa ndimu, hajatiwa magadi, hajatiwa chumvi, hajatiwa pilipili. Basi samaki analiwa tu katika mazingira yote yale. Mzito ametoka mbali sana. Anakumbuka alipokuja hapa, alilala siku moja hapa kama nyumbani kwake. Kumbe ni sehemu yake ya kulala. Huwa analala hapa. Sasa anakumbuka nyoka alimfanyia tabu sana. Leo amepanda, amemwona nyoka yule ambaye alimfanyia tabu, kamtisha. Sasa sijui leo anataka kumpiga ama kumfanyaje. Anampiga bwana. Mpiga huyu nyoka na kweli anafanikiwa kumtoa hapa. Nafikiri ni sehemu yake ya kupata usingizi hapa. Kweli huyu cobra, nyoka jamii ya cobra, anaweza kuondoka mahali hapa. Basi anabakia mwenyewe hapa. Sehemu yake ya kupumzika hii. Pumzika. Basi mara jioni anaingia kama hivyo. Siku inakuwa imekwisha. Ndio jioni moja ya kiza. Inaonekana wanyama mbalimbali na wao wakipokea jioni ili kuanza kufika usiku na kuipata siku nyingine. Anga inapambika kama unavyoiona, na huyu bwana anaweza kupata usingizi na kulala hapa. Pata usingizi, mara asubuhi kumekucha, safari inaendelea, anakwenda asipopajua. Lakini haya ni mazingira yake ambayo mara kwa mara yeye hutembea. Na mazingira haya sasa anayazoea. Lakini hapa anakutana na igo akiwa amembeba samaki. Anajifunza kitu. Tukumbuke katika human creation ama katika kuumbwa kwa mwanadamu, basi viumbe mbalimbali kwanza walitangulia katika hii dunia. Kwa maana wanyama wote walikuwepo na mazingira yote yalikuwepo. Inasemwa kwamba mwanadamu ndio kiumbe wa mwisho kabisa kuja hapa duniani, kuliko sisimizi, kuliko na wadudu wote. Kwa hivyo hata maisha ya mwanadamu alilazimika kujifunza kupitia wanyama waliowahi kutangulia kuishi katika hii dunia. Hivyo basi atajifunza mengi kupitia viumbe waliomtangulia. Lakini kama mwanadamu katika hii dunia ni mgeni kabisa. Fika hapa unaweza kuona mazingira tofauti. Jaribu kushangaa. Kumbe igo anakuja hapa. Igo anakuja hapa, kuna familia tuseme, kuna mayai hapa. Kuna nyumba hapa ya igo. Anaweza kubaini. Anakuja hapa, baini kama pana maisha hapa. Basi huyu bwana anakuja na kupanda kama hivyo, ili kwenda kuona kuna nini kinachowezekana kuwa. Bwana akaja akakaa kabisa. Basi kama utaratibu wake ulivyo, akaendelea kula.
nikipata kitu anakula tu. Kupika kuna kufanya nini? Lakini mwenye mji anakuja. Hapana, amekuja hapa. Huyu ni Eagle mwenye kichwa cheupe. Ndege moja mkali sana, mkorofi sana. Basi samaki anajichanganya hapa, na mtega anampata samaki, anaweza kupeleka nyumbani kwake. Na yeye Eagle yuko hapa siku nyingi, miaka mingi akiendesha maisha. Huyu bwana amekula samaki na akaona hii ni sehemu salama sana ya kulala. Maanake huwa analala tu katika mamiti, lakini kumbe amkuta kiumbe amelala hapa. Nashindwa kuelewa imekuwaje. Basi anamkamata na kumtoa hapa na kumhamisha. Huyu bwana sasa anasafirishwa angani kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kurejea nyumbani kwake. Bwana samaki wakipita yuko katika shangaa. Basi kuoga vizuri, ameweza kufurahia maji leo. Basi mzee kama kawaida anatoka na kutembea katika mazingira yake ya polini. Anatembea na kufika huko akiona mnyama akiliwa hapa. Bwana, kumbe habari ya wanyama kutofanana wao kwa wao ni habari ya miaka mingi sana. Kutana ndege wanaitwa korombo. Majina mengi mengi hawa ndege hawa wanakula sana, ni hodari sana kula nyama. Lakini hapa pia anajifunza kitu kingine kipya hapa. Anaweza kuona kitu kinafanyika, basi na yeye pia anaweza kujifunza. Maana yake maisha yake yamekuwa ni kujifunza kila kitu. Kila anachokiona inakuwa ni kipya, basi yeye ni wa kujifunza tu. Anafanya jambo hapa. Hapa anafanya jambo hapa. Nilikuwa nimeisha sana. Sijui anapenda nini hapa. Kwa maana amefanya kama kisu hapa sasa. Basi kapata paja la kitoweo. Naona naye anaondoka kwenda katika mazingira yake kwenda kupata chakula cha siku ya leo. Ili mradi mkate nao upatikane. Fika hapa kufanya mapumziko. Naye anakula. Siku ilikuwa nzuri. Amejifunza kitu kinachoitwa chakula. Basi naye anakula. Namwona kipepeo hapa. Lakini inaonekana na adui yake anakuja. Yule ambaye alimvamia katika nyumba yake akamchukua akaja akamtupa huko. Kuna kitu anakitaka hapa. Basi anafanya kitu. Anajaribu kupokonyana hapa. Basi ikawa vuta ni kuvute. Mara anakwenda chini na anapoteza kitoweo kile. Basi kitoweo kinachukuliwa na huyu bwana na kufanya safari ya kuondoka
Huyu bwana akibaki akishangaa nini afanye, hajui. Chakula ndio hicho kinaondoka. Basi mkate wake wa siku hiyo akawa amepokonywa katika hali kama ya namna hiyo. Anatembea akienda huku na huku katika pori au shamba ambalo anaweza kuja analolitawala, basi na kujua na kufahamu wapi anakwenda, wapi anatoka, ili mradi maisha. Siku ya pili ikafika na jua likazama kama namna hiyo, na wanyama akaonekana wakirejea mazingira yao. Hatimaye usiku unaingia na siku inakuwa inakwisha katika sura kama namna hiyo, na bwana mkubwa anarudi katika mti wake kama nyumbani. Analala akisubiri kukuche ili aone nini anachoweza kufanya. Mara mwezi inawaka usiku. Hatimaye siku inapita namna hiyo, kunaelekea mapambazuko ya asubuhi, na asubuhi inachomoza kama hivyo, na bwana mkubwa anaonekana katika msitu akitoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kusikojulikana. Hajui anaenda wapi na atafika nini. Amekuwa ni mwenyeji msitu huu kwa kuzurura tu. Inaonekana viumbe mbalimbali wakimshangaa na kuona kuwa ni kiumbe gani huyu, kiumbe wa ajabu sana. Fika hapa na kunywa maji. Leo amejifunza kunywa maji kwa maana, lakini pia anaona samaki anakamatwa hapa na ndege. Basi anaweza kujifunza kitu, maana huyu ni wa kujifunza tu kila anachokiona. Anamfundisha kitu pengine ashindwa kufahamu. Anaamua kuondoka zake. Sijui amejifunza nini, lakini kama amejifunza kitu hapa. Basi akachukua mti wake na kusogea ndani ya maji. Pengine anataka kuwinda, kwa sababu alishawahi kuwinda akapiga samaki na mti badala ya ndoano na nyavu. Pengine anataka kufanya kitu. Anasonga, safari inaendelea. Lakini hapa anaonekana anapiga hapa, anapiga huyo anawindo hapa kidogo. Ndio anamkimbia. Lakini yule ndege wake anasogea mpaka hapa. Basi ndege anaendelea kukamata samaki, na yeye akiwa hapa kwenye maji. Anaibuka hapa kama mamba sasa. Sawa kabisa. Anaamka namna hiyo na kumkamata ndege. Anapata ndege bwana. Ametumia njia ya kuwinda kwa kuzama ndani ya maji na kuibuka na kumpata ile ndege. Safari inaendelea, akienda katika mti mzuri kwa kutafuta kivuli. Akafika akakaa na ndege wake. Sasa sijui anataka kufanyaje. Basi ndege naye amegeuka kuwa chakula. Leo yuko hapa anakula ndege wake. Inanambia na manyoya yake, pasi na kufuna, pasi na kumnyonyoa,
pasi na kufanya chochote. Tukumbuke miaka hiyo hakukuwa na teknolojia ya aina yoyote, na bado mwanadamu anajifunza siku hadi siku. Kila siku yeye ni mtu wa kujifunza tu. Basi tuendelee kufuatilia mpaka pale itakapofikia mwisho, na sasa ndio tumeanza episodi yetu ya kwanza.